Na majonzi kwa ndugu jamaa na wananchi wa mtaa wa Mtakuja, kata Malolo, manispaa Tabora, ambapo wamegubikwa na simanzi mara baada ya kifo cha mwanafunzi wa darasa la kwanza anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 7 kwa madai ya kuwa amebakwa mpaka kupelekea kifo chake na mwili wake kutelekezwa katika shimo la kuchimbia mchanga jirani na nyumbani kwao. Na hapa mashuhuda wanaeleza hali halisi. Nakuta viatu na daftari moja. Nikasema sijui begi lake liko wapi, nikaamua nimtafute, nikamkosa. Kaamua niende nyumbani, bibi akaniuliza hivi wapi, nikamwambia sijui. Kuta tu viatu na daftari moja, akasema tukamtafute. Bibi akapita huko kwenye mawe, mimi nikapita huku. Ndio kuja kuangalia kwenye shimo yundo, nikamkuta huko. Nikaamua kumuita bibi, bibi akaja akamuona, ndo akaenda kumuita mama Grace. Wakati wanaenda shule, mimi nikaenda kazini zangu. Sasa baadaye niko nyumbani na nimeshatoka kazini kumwagilia bustani yangu, naona bibi yake anakuja. Akasema mama Grace, nani huyu mtoto nani Yusira hajafika? Na shangaa akasema mpaka sasa hivi labda kamsubiria dada yake. Na mimi nikajifunga, nikasema ngoja niwafuate. Baba Gili akasema, mume wangu akasema ngoja nikatafute simu. Simu yangu ilikuwa chaji. Kufika hapo kwa mzee huyo nikakuta vitoto hivyo. Mbona pale kuna watu kuna nini? Akasema kafa. Nafika hapa nimeangukia hapo mpaka hivyo. Nakuta bibi yake analia, akasema muone mjukuu wako tuliokuwa tunamsema ameshakufa. Limetuogopesha sana. Kwa maana haya matukio yana nani, halafu kinachoshangaza majumba hayo yote watu wako hapo wanapasua mawe, mtoto anawekwa hapa kweupe wewe. Majina yangu naitwa Beatrice Katatula, ni mkazi wa maeneo haya. Matukio haya yani yamezidi. Miezi kadhaa nyuma ulikuwa ni mtaa wa kule juu, lakini leo ni huku na hakuna chochote kinachoendelea. Sana wenyeji hawatoi ushirikiano. Kwa hiyo hali imekuwa ni mbaya, tunaogopa. Sisi tuna watoto wadogo, hatuwezi kwenda nao kila mahali. Hatuwezi kuwapata shuleni, hatuwezi kuwapeleka shuleni. Kwa yani tunashindwa, yani kiukweli mimi ningeweza kuhamia sehemu nyingine. Lakini hapa sisikii tena kuishi kwa kweli. Hatuna namna ya kueleza kwa sababu wewe mwenyewe unaona huyo ni mtoto mdogo na sisi tuna watoto walika hilo. Kwa hakuna namna naweza nikaeleza, lakini yani hatusikii vizuri kiukweli. Yani hatuna namna tunapoeleza, lakini ni tukio la kusikitisha na la kutisha. Mtoto mdogo kama huyo anaanza kufanya kama leo kwa huyu, kesho unajua ni kwa nani? Mtaa wa Chang'ombe miezi mingapi imepita, leo tunasikia amelawiti mtoto, kesho amebaka mtoto, kesho mtoto amepotea hivi. Hakuna kinachoeleweka na hatuoni kinachoendelea. Tunaomba waliangalie hili na sisi wenyeji wa mtaa huu tutoe ushirikiano, kwa sababu huku mimi nahisi kuna kuogopana. Kuna kuogopana, ni mtu anaweza kumjua fulani ndo amefanya tukio lakini hawezi kumtaja. Kwa sababu anajua nikimtaja nitaonekana mbaya. Nadhani sasa hilo ndo tatizo kubwa. Kwa majina naitwa Joali Yusufu, ni mkazi wa huku kata ya huku Mtakuja. Kwa sisi wa mama limetuumiza sana. Linaumiza. Kwanza mtoto ni mdogo, alikuwa anatoka shule, anarudi nyumbani. Sasa huyu aliyemfanyia hivi, jamani hana hata imani, hamuogopi hata Mwenyezi Mungu. Serikali naomba watusaidie. Kwa sababu gani? Sisi huku huwezi kumchunga mtoto, unampeleka shule na kumuendea. Kwa sababu gani? Watoto wanakuwa ni wengi, wanarudi pamoja. Sasa sijajua ilikuwa ni mida gani. Maana kama darasa la kwanza wanatoka ni mida ya saa 5, anarudi nyumbani. Sasa kupata ule muda kabisa sahihi sijajua sasa. Yani kwa sisi wa mama limetuumiza sana. Limetuuma. Ombi letu sisi labda ingepata ulinzi shirikishi. Watulindie watoto wetu. Kwa sababu gani? Watoto wanapokuwa naenda shule, tunajua kuna ulinzi zaidi. Hata wanapotoka kule shuleni, hapa katikati wanaporudi nyumbani, ndio wanakutana na changamoto hiyo. Yani watusaidie, lau hata wakamate hao wanaofanya matukio haya. Juzi kati ilikuwa kata ya Chang'ombe, sasa wamehamia na huku Mtakuja. Walikuwa wamejisaulisha tu. Wamehamia na huku kwetu Mtakuja. Tunaomba serikali tusaidie. Sasa sisi itakuwaje? Watoto watakuwa hawasomi?
na tutakuwa hatufanyi sasa kazi zetu za nani hii za kuingiza nani riziki. Inabidi umpeleke mtoto, uchunge muda wa kutoka shule umwendee. Itakuwaje? Watusaidie. Kwa jina naitwa Peter Simon Kapaya, kazi wa kata ya Malolo. Kwanza ni tukio la kusikitisha, lakini pia kwa waliotenda ni tukio la fedheha. Na kwa kitendo hiki ambacho kimefanyika, inawezekana kama kina sura mbili. Aidha ni katika namna tu ya kubaka kwa sababu mtu amefikiria kubaka tu. Aidha ni namna ya kubaka kwa sababu ya imani za ushirikina. Mimi nitakuwa na shauri serikali inapowakamata watu kama hawa au kukiwa kuna viashiria vya watu kama hawa, basi ichukue hatua kali za kisheria. Wafikishwe kwenye vyombo vya sheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Actually kubaka, matukio ya ubakaji yamekuwa yakifanyika, lakini sio katika sura hii. Hii sura ya kipekee ni sura ya kusikitisha sana. Imetutia doa sana sisi wana Malolo na imetupa huzuni kubwa sana. Pata huzuni kubwa sana. Jambo la kusikitisha sana. Mtoto mwenyewe ukimwangalia ni mdogo sana. Mimi nafikiri serikali inahitaji kuchukua hatua kali sana kwa watu wa namna hii. Na hasa wale ambao wameamini sana katika ushirikina. Siamini mtu mwenye akili timamu unaweza ukafanya vitendo vya namna hii, haiwezekani. Siamini. Ni lazima ni mtu ambaye atakuwa hayuko sawa sawa. Aidha imani za ushirikina, aidha ni watu ambao wanatumia madawa ya kulevya, bangi na vitu kama hivyo. Kwa majina naitwa Hamisi Ibrahim Saidi, ndio mwenyekiti wa mtaa huu wa Mtakuja. Tukio hili limetokea muda wa saa 9. Ndio nipo hapo nilipopigiwa simu. Baada ya kupigiwa simu naambiwa kwamba kuna mtoto amebakwa. Mtoto wa mzee fulani kabakwa. Nikasema basi nakuja sasa hivi kwenye hilo tukio. Nikawa nimetoka nyumbani kwangu nimekuja mpaka hapa na nimekuta kweli mtoto huyu amefariki hapa. Lakini siwezi kusema moja kwa moja kwamba kwa watu wanavyosema kwamba amebakwa, kwa sababu hii sio kazi yetu. Hatuwezi kujua kwamba huyu mtoto kabakwa au kafanyaje, kanigwa, hatujui, ila tumemkuta amekufa. Kwa hicho ndio kilichotokea. Hili tukio ni baya kwa sababu mtoto mwenyewe hana makosa kwa kweli. Ni mtoto takriban ana miaka labda 7 au 8. Kwa kweli ni tukio moja baya sana na linasikitisha sana. Linasikitisha sana kwa kweli. Mimi naomba tu waache vitendo hivi vya hovyo. Ni vitendo ambavyo ni vibaya kuliko kitu chochote. Mimi niombe tu serikali yetu. Sasa na mimi mwenyewe nikisema ni serikali. Kwa kweli huku tumekuwa na wingi wa mapori. Hii ni shida. Kwa sababu hata mtoto kumtoa hapa kumpeleka kule shuleni, anaporudi unakuwa unapata na wasiwasi. Au anapokuwa amechelewa kurudi, wasiwasi lazima upate. Mapori haya yanatakiwa yasafishwe. Yasafishwe na yajengwe. Kwa sababu mtu anaweza kanunua pori hapa, analiweka takriban miaka 15 au 20. Kwa mfano ukiliangalia ile pori lina muda mrefu kwa kweli. Lina muda mrefu.